Nini hiyo? Ni dawa kutoa mimba. Lakini tulikubaliana lakini. Mwanangu. Mama. Upo sawa kweli? Of course nipo sawa. Vipi? Una tatizo? Nakuona umekaa tu hapa kwenye makochi, umerelax kabisa. Wenzako wanashughulikia tatizo la jana. Unafanya nini sasa? Mimi nipo zangu nyumbani nimetulia. Unataka nifanyaje? Alafu kama tatizo yao, mimi hainihusu. Kaka yako yule lakini. Najua. Wewe kesho kutwa utaoa wewe. Unapoacha kushughulika na matatizo ya wenzako, wewe atashughulika nani? Sikize mama, nakwambia kitu kimoja. Mimi sio mtu kupata matatizo ya kipumbavu kama mwanao. Yaani kabisa mimi niandae jambo langu niseme naoa. Eti mwanamke anikimbie. Mimi. Unaanza matusi. Ina maana mimi mpumbavu. Sija kutukana. Lakini nimesema tu mama yangu. Hebu nitazame vizuri mwanangu vizuri. Nitazame hivi. Yule mwana anapenda kukurupuka mama. Anapenda kukurupuka. Alafu mimi nikwambia kitu kimoja mama yangu. Kaa chini na mwana mwambie yule mwanamke amfai.
Mwanamke akisema hakutaki mpaka anakukimbia. Ona mlazimisha wa nini? Atakuja kuwekewa sumu mwanao yule. Wewe mwacha lazimisha mapenzi. Wewe. Nikutazame mara mbili mimi. Wewe umetoka kwenye hili tumbo hili. Humu umelala humu. Leo hii nije leo nikutazame wewe mara mbili. Nenda kashughulikia matatizo ya wenzako kule. Mimi sina huo muda mchafu mamangu. Alafu nikwambie kitu kimoja mamangu. Leo sipo katika mood ya kulumbana wewe kabisa. Naona umekuja bado tulumbane. Sitaki kulumbana wewe. Nilikuwa nacheza zangu game hapa. Wewe ni kwa cheza zangu mimi niondoke. Naona kama unachanganyikiwa. Mwangalie. Wewe matatizo yako atakusaidia nani? Ujue wenzangu wamezaa watoto. Mimi nimezaa mtoto. Yaani kuna wenzangu wanazaa watoto. Mimi nimezaa mtoto. Mtoto gani hili? Samani kijana. Umeona mzee Makosa? Hapana, sijamuona. Samani lakini, kwani kuna shida? Shida ipo lakini haikuhusu. Oye baba. Oye. Sinakuita baba yako lakini. Hivi mwanangu, unataka kuniambia bado una hasira na mimi? Ngoja nikwambie kitu. Yaani wewe hata kama utaninunia vipi bado nitabaki kuwa baba yako. Yaani niwe nalewa pombe, najikojolea, muda mwingine mpaka naachia haja kubwa, ila haitoi maana ya kwamba mimi sio baba yako, mimi ni mzazi wako tu. Sijui unanielewa? Lakini isitoshe, toka mwanzo najaribu kukuelekeza kama mtoto wa kiume. Nisamehe. Mimi kwa kweli pamoja na kwamba nilikuwa niko katika mtungi, ila maneno uliyozungumza yaliniingia kwenye mtima kwa namna moja au nyingine. Nilikuelewa baba. Okay, anyway.
ngoja nikufundishe kitu katika ya maisha. Umenielewa baba? Umenielewa? Ninapozungumza na wewe Bonye, lazima utoe ushirikiano. Wewe ni mtoto wa kiume, ndio maana umepewa korofeo. Sio, umenielewa? Ukiona mtu kwenye haya maisha anafanya vitu ambavyo wewe upendevi navyo, hata jamii inamzunguka haipendezwi na matukio yake, usizani labda akarogwa. Kuna vitu vinasababisha mpaka anakuwa vile. Wewe kama mtoto wa kiume ulikuwa na kila sababu ya kuniita mimi kama baba yako. Halo. Sikia mwanangu. Ile dawa ulionipa mimi nimefanya kweli nimetatika maji. Ila mambo yamebadilika. Amekuwa tofauti. Nahisi kama nataka kufa hivi. Basi sawa, nakuja hapo sasa hivi. Poa mwanangu, mimi nakusubiri. Chapu basi. Baba, mbona unafanya 1, 2, 3? Taajabu, wewe unafuga nywele tu, ukumbuki chochote. Wewe na dada zako akili mnafanana. Usisike. Mimi napokuwa na leo hapa Bonye unafanya vitu kama hivi, sio kwa kupenda. Wewe bado mtoto sana, lakini itabidi nikuelekeze kitu. Na nitakachokuambia usidharau kwa kuwa mimi nakunywa pombe. Sawa mwanangu? Jibu basi, mimi naongea na wewe shule kutoa shirikiano. Kwa nini? Ndio nakuelewa. Mimi naelewa babangu, sio kwa kupenda. Kuna mambo yanapelekea mpaka anakunywa pombe. Tatizo baba, unazunguka sana. Wewe umesema unataka kuniambia kitu muhimu. Haya, niambie. Sawa. Huwezi kunielewa kwa hizo nywele ulizoweka hapo. Sawa. Iko hivi, matukio haya ambayo wewe kwa upande wako unaona sio mazuri na jamii yote inatuzunguka hapa mtaani ni kwa sababu moja. Mama yako. Dada.
mwenzangu, mbona kama una mawazo? Amna dada, kawaida tu. Haya, uliniambia una mazungumzo na mimi. Ndio nimekuja kusikiliza kakaangu. Dada, kitu ambacho nilikuwa nataka kuzungumza na wewe ni kuhusu swala la dada Riziki. Unajua baba, kitu ambacho amekifanya ni amekosea sana. Na nimepelekea mpaka dada yangu Riziki amekimbia siku yake ya kuolewa. Na hiyo pia nikivuta kumbukumbu yangu hata wewe pia alikufanyia. Kwa hiyo kiufupi kwamba baba tabia yake ile ameendeleza. Na kiukweli mimi sijapendezwa na hicho kitu. Labda tuseme tu baba yetu ni matatizo. Na anahitaji ushauri wa haraka sana. Kwa sababu hata mimi ninavyomuona ama pombe anakunywa na the way anavyoishi kwa sasa, tutaenda kumpoteza baba yetu. Ukiwa kama dada ya familia, mimi naomba ukakae na baba uzungumze naye kwa kina. Angalau basi apunguze vitu anavyofanya. Mimi siwezi kuongea naye chochote. Yeye ni mtu mzima na anajielewa. Ninachoenda kukifanya, naenda kumshtaki. Dada, kumbuka yule ni baba yetu. Licha ya vituko anavyotufanyia, lakini ni familia yetu yule. Sasa sioni kwamba kuna tatizo lolote la kusema uende kumshtaki. Zaidi tu anahitaji ushauri. Sitojali ni kama ni babangu. Wewe unavyoona anavyovifanya ni sahihi. Alianza kunifanyia mimi hivi. Jana kamfanyia Riziki. Ipo siku atakuja kukufanyia na wewe kikubwa ambacho kitakuja kugharimu maisha yetu. Sawa, mimi sina maamuzi juu ya hilo. Vipi? Poa. Kama unavyoona, wakati natoka nje kukupigia simu, alikuwa kwenye hali mbaya sana. Narudi ndani hivi, namkuta amepumzika. Kwa nikaamua nisimuamshe mpaka atapoamka tujue tunafanyaje. Oya, amekufa. Amekufa? Vipi, mmempata? Hapana, tujampata. Sawa. Lakini ndugu yangu, mimi kuna kitu nanikwambia. Hivi unaonaje ungeachana ile swala kumtafuta mwanamke? Wewe unasemaje?
lakini sio kwa ubaya. Unajua wanawake wapo wengi sana kaka. Alafu mwanamke kashaanza tayari majigeka. Anaonyesha kabisa hakutaki. Usimlazimishe. Shida sio kuachana naye, shida kwamba nimeshapenda tayari. Wewe unaelewa nini wewe? Kwa hiyo wote kujikuta mwalimu wa mapenzi, si ndio? Wewe unaelewa nini? Wewe mdogo wangu. Upendi blaza. Au mimi nimekosea kwa wewe mdogo wangu tu hapo nakwambia yani. Kumekucha. Chidi una nini wewe? Una matatizo gani? Una kichwa chako huko? Mimi nifanye mama. Huyu kaka yangu mama, lazima nimshauri kitu kilichokuwa bora. Nimemwambia mwanamke amfai, ni ukweli mama, anamkimbia mtaki. Kwani amlazimishe? Bro, shtuka, wanawake wapo wengi kaka. Haya. Unamshauri kitu gani? Unaona ujua upendo kweli wewe? Jamani, tunakusha dilisi jamani. Bwana harusi utakaa na shangazi na ndugu yako Chidi, mkae mnazungumza. Haya mambo ya kuzungumzika kisio kwa faida majirani. Tena bwana unamshika nikushauri kitu kimoja. Kana ndugu yako mwambie mkadai mahali, mtafute mbona. Nyamaza. Haina shida Chidi, imepolewa. Asitashukuru kwa majibu yako. Bwana harusi, mimi naomba nikuache. Mama, naomba nikuache mimi naenda. Unaujua upendo? Wako namwambia achane nini? Sasa upendo mtu upendo mama bwana. Basi mama. Yaani Sabrina mama. Sabri. Ndiye mwanangu kipenzi. Hivi baba, haya maisha taishi mpaka lini? Yaani pombe na wewe. Riziki hayupo hapa nyumbani, katoweka. Hujali chochote. Sasa mwanangu Sabrina, kipi ambacho unakiona kibaya hapo mwanangu? Lakini pia ili swala la kuondoka mdogo wako Riziki, wewe unakuumiza kichwa katika engo ipi? Labda Riziki kaondoka hapa, yule ni mtu mzima. Umenielewa mwanangu Kaondoka akiwa na akili timamu, atarudi akiwa na akili timamu. Sijui umenielewa? Wewe uliondoka hapa, uliondoka akiwa na akili timamu. Leo maudi naye suna akili timamu. Kuna shida hapo? Mara ya kwanza ulivyonifanyia mimi, nikajua ni bahati mbaya. Kumbe ndo tabia yako. Kwa hili, stori kalia kimya, naenda polisi. Unataka wapi nakuuliza? Hebu nisikize kwanza. Ndio nataka kumpa kichwani Sabrina. Nisikize nikwambie. Kwanza muda huu huwezi kutoka hapo ukaelekea polisi. Vituo vimefungwa kwanza. Jambo la pili, kuondoka kwa Riziki hapa nyumbani kwenda alikokwenda, anatambua anachokifanya. Yule ni mtu mzima, atarudi. Umenielewa mwanangu Haina haja ya kwenda polisi kwa sababu hata wewe ulipoondoka mara kwanza kwa nyumbani, mimi sikwenda polisi. Umenielewa? Nilikaa kimya, hatimaye umerudi bila mimi kwenda polisi. Kwa hiyo hakuna kwenda polisi. Sijui umenielewa vizuri? Niendelee kula hapo mimi ile. Yaani baba bure kabisa. Wewe shut up. Mbavu. Hivi wewe Sabrina, unapata wapi ujasiri wa kuniambia mimi baba yako bure? Na ndio maana nasema hivi, kila siku bora ningekuwa wote watatu nyie, mngekuwa kama bonye. Watoto wa kike shwani kabisa. Na tabia hii mmelisi. Kwa sababu unaonekana kabisa mama yenu ndo wale na nyie mmepita humo. Mbavu kabisa. Una adabu kabisa. Toka hapo. Unajua mwenyewe utaenda wapi sasa hizi? Sijui saa ngapi sasa hizi. Mwenda azimu mkubwa wewe. Huyu mtoto amerogwa nini huyu? Ni wakubadilisha tu kama unapata mtu unabadilisha tena pombe. Unaniambia mimi bure nini?
mmoja nikiongea naye nielewa. Sasa Sabrina huyu anaenda na kukujua na huyu muda sio mwingi. Nakula hela tena. Baba. Dev, tunafanyaje sasa? Dev, nakuuliza ndugu yangu, tunafanyaje? Unajua ushakuwa msala tayari. Sasa unapokaa kimya, maana yake unanichanganya, unanipa wakati mgumu. Na kati tunavokaa hapo, maana yake mwili unavyoharibika. Ndipo tupo katika hatari zaidi ya kugundulika kwamba ndani kuna mwili. Okay. Sikiliza. Kama wewe mpaka sasa kichwani mwako hujapata wazo lolote au idea yoyote ile, mimi kuna wazo limenijia. Cha kufanya cha msingi ile sekondari. Kuchukua mwili usiku huu na kwenda kutupa. Tukamtupe? Ndio, kumtupa. Hii ni kesi ya mauaji. Huyu mtu kasha kufa, hii ni maiti tayari. Wanafikiri utakaa naye ndani mpaka lini? Hebu kuwa na akili. Wewe ni shemeji yangu. Siwezi kufanya kitu kama hiko hata siku moja. Labda tukatoe taarifa kwao. Hivi unajisikia unachokizungumza kweli wewe? Una akili timamu au ndio ushadata? Ndugu yangu, sio shemeji yako tena. Hii ni maiti. Ndugu yangu, hii ni kesi. Hii ni maiti. Kashafariki tayari. Eti utokea pale wewe uende kwenye familia yake, uende kuambia mtoto wenu kafa ndani ya chumba changu. Hivi nani unahisi ambaye atakuamini? Ni sawa kweli wewe? Kama unachukua doni saini, mchukua kutoka hapa mguu wako kwenda kwa familia yake kuwapa taarifa kwamba mtoto wenu kafa. Utajua mwenyewe. Utajua mwenyewe cha kufanya na hilo jambo lako. Sawa, nimekubali. Tukamtupa.
Karibu Joyce. Naona tuaminiani sasa hivi. Lakini tambua mimi ndugu yako. Kama siwezi kufanya jambo lolote baya. Unajua brother, mimi usiwe naongea vile ukajua labda sikutakii mema. Mimi nakutakia mema sana brother wangu. Lakini naongea vile kwa sababu nahisi uenda labda mimi nakuona kama unapotea. Unanifikiria vibaya tu. Mimi sina ndugu yoyote zaidi yako wewe. Kwa hiyo unapokuwa unaumia, unateseka, hata mimi pia inanigusa. Tunatofautiana mitazamo tu. Lakini naomba unisamehe sana kama nilikuwa nakukwaza. Lakini pia natumia muda huu kukupa pole kwa yote alikukuta. Najua unaumia sana. Mdogo wangu, kiukweli naumia. Naumia sana. Kwa kitendo hiki ambacho kinachotokea sasa hivi naumia. Pole. Na hata hivyo nikwambie kitu kimoja. Unapomwona mtu kwa kwamba ametoka katika sehemu ambayo kuna mtafaruku fulani umetokea, usiweze kwamba eti kafika tu mtu alafu kwamba unaongea tu maneno yako. Inanumiza mimi pia. Na lakini pia kwa hatua ya hili jambo lilipofikia, imekuwa ni jambo gumu. Sasa hivi ni muda umeenda sana. Takriban saa 8 sasa. Unashindwa hata kulala. Lakini pia hata chakula hujala. Katika maumivu unazidisha maumivu. Nafahamu una changamoto. Ila ipaswa kuwa hivyo kakaangu. Cha kufanya sasa hivi weka pumzike. Alafu kesho ikifika asubuhi nenda ukweni kwako. Uende utapata majibu yote ya maswali unayojiuliza. Sijui umenielewa hapo? Sawa mdogo wangu. Mimi nimekuelewa. Okay. Take it. Sikiza mwanangu.
Inaona bora tuachane hapa, kila mtu akafuata kitu ambacho tumekubaliana. Kwenda kufanya swala usafiri, mimi nikafuatilia swala kitu cha kumbebea. Tunaona vizuri tena bila kupoteza muda, kwa umakini mkubwa. Sawa ndugu yangu? Sabrina, kwa nini umekuja nyumbani kwangu sasa hivi na tena bila kunipa taarifa? Ina maana tushaanza kuwekeana mipaka kuja hapa. Na alafu mbona kupigia simu zangu upokee? Ushatoka kwa malaya zako, si ndio? Sabrina, sipo sawa kabisa. Naomba uende nyumbani. Tutakuja kuongea huko huko. Yaani nimetoka nyumbani nimekuja hapa, alafu tena unaniambia nirudi nyumbani. Hivi uko sawa kweli wewe? Naona na mazungi yako. Naomba nipatie ufunguo niingie ndani. Devu, naomba ufunguo. Siwezi kupatia ufunguo. Naomba ondoke zako. Acha Sabrina. Acha.